ndo sababu ya mamangu kufariki, wewe ndo umemuua mama. Dogo analalamika hapa, anamlalamikia mama wake wa kambo kwamba wewe ndo umemuua mamangu wewe. Wewe ndo chanzo cha mamangu kufa. Mama wa kambo akasemaje? Ondoka. Ni kwamba siku ya leo dogo anatimliwa. Dogo anafukuzwa kwenye nyumba. Usirudi tena. Na baba anasapoti. Hii kitoto ikijinga sana. Usijali. Harudi tena. Akirudi tu, basi mimi nawe tunaachana. Mama wa kambo amtaki mtoto wa mume wake. Yeye anasemaje? Aondoke, asirudi kabisa. Basi jamaa akaanza kuchombeza. Unajua mpenzi, relax, mpotezee. Tambua kwamba ni mjini Lagos nchini Nigeria na ni siku nyingine hii hapa. Dogo anaitwa Nago, ameweza kusaidiwa. Huyu mwanadada ambaye amemsaidia huyo hapa, sio kwamba wana undugu wala hata hamjui. Dogo alikutwa njiani tu akitangatanga, mwanadada akamchukua na akasemaje, mimi nitakusaidia, nakupa hifadhi. Lakini naweza nikakusaidia kutokana na kitu cha mnieleza. Mimi nitakupeleka sehemu ili uweze kutatua matatizo yako. Utapata haki yako kama inavyotakiwa. Sehemu gani? Mimi sijui. Upande wa pili huku, baby, unajua nini? Nimeshazungumza na ule bwege ule. Nimesema kwamba kakaangu amekuja mjini hapa, lakini kwa kukaana na amekubali kabisa. Amesema kwamba inatakiwa uje pale. Kweli? Kumbe unyama. Kama unavyojua, mpango wetu ni nini? Inatakiwa tuweze kumiliki mali. Yule fala mimi simpende hata kidogo. Kitoto chake chenye kimeshaondoka. Kwa hiyo naye tukisha mzima, mali zinakuwa zetu. Au unasemaje baby? Kweli. Watu na mipango yao mjini. Basi ilifika usiku, dogo ameletwa sehemu hii hapa. Hapa ndo ambapo aliambiwa kwamba ataletwa kuja kusaidiwa. Huyu mwanamama ndo mkulungu alisemaje? Nguvu umepewa. Alimjaza nguvu pale dogo. Dogo anashangaa vipi? Aliambiwaje? Naambie unamtoa nani sadaka? Dogo alishangaa kuna sadaka kumbe tena. Mambo ya sadaka, lakini kwa sababu mama wa kambo anazingua alisemaje? Mama wa kambo tu ukimtoa hakuna shida kwa sababu ndio sababisha hata kifo cha mamangu. Yaani ukimtoa hakuna shida. Kwa mama wa kambo naomba tu afanyike sadaka. Na zile mali nazitaka kwanza. Mama wa kambo mtoe. Lakini akaonyesha kwamba mtoe babako. Alikataa. Baba tena? Hapana. Mtoe tu mama wa kambo. Ni siku nyingine hii hapa asubuhi. Babake Nago anashangaa baada ya kufika nyumbani, anasikia milio fulani hivi, sauti fulani ya ajabu. Jamani, mara nini? Kuna nini tena huko? Mbona kama yupo mtu na dada yake afu sielewi. Watu wanashikana huko ndani huko. Kwamba ni kakake kweli huyo? Ikabidi afanyeje? Ikabidi aingie ndani pale. Chapu ikabidi wajitoe pale ni mawenge. Mume wangu umekuja. Shemeji. Mbona siwaelewi nyie? Tulikuwa tunacheza tu akaanza kuzugazuga hapo. Yaani bado yeye anakigumiza hapo babake Nago. Hawaelewi yani ingawa anazuga sijui mara sijui ni wewe utani tushauzoea au. Mara mume wangu kwani kakupekee, mara sijui nini. Jamaa anashangaa tu. Mbona siwaelewi hao? Ukaka gani huo? Udada gani huo? Siwaelewi lakini hakuna shida. Basi usiku amekuja hapa. Mume wake amelala, amekuja. Anataka fanyeje? Waende mambo yao. Lakini ghafla, dakika ngapi sio nyingi, huyo hapa mume wake anamuita, "Baby, chap ni kujificha bali. Riko la bashaka na makoto rabo sakatabo." Mumba wada kona kwamba mke wake anaomba, basi kabidi naye muungane pale. Riko la bashaka na makoto robo. Kumbe mke wangu ana akili sana. Baada kumaliza maombi, mke wangu, lakini mbona ukuniamsha nije tufanye maombi kwa pamoja? Unajua kwamba maombi ni silaha. Nashukuru sana, najivunia kuwa na wewe. Hakujua kwamba mke wake anataka mchiti hapo. Najivunia sana. Twende tukalale. Vipi mbona una mawenge? Anapandisha bado ana mawenge. Jamali na hasira. Ameniharibia huyu. Bibi tukalale. Basi siku nyingine hii hapa. Ni kwamba amekuja mwamba hapa na huzuni kweli kweli. Kulikoni? Baby shida nini? Acha tu. Kavua mioni. Unajua nini? Una sister yangu amekuja mjini hapa elewi. Mbali alimpa ampe mchongo. Mwenyewe naye amezima simu elewi. Mimi mwenyewe ndugu yake mwenyewe sina sehemu ya kusema nimpeleke, sio inakuaje, sio inafanyaje. Lakini baby usijali. Kwanza naongea na mume wangu, hakuna shida. Akaenda kuongea na mume wake. Mume wangu, unajua binamu yetu ni kwamba amekuja hapa. Kwamba vipi? Naomba hifadhi ndio hiyo changamoto. Yaani kaka ndo ametoka kuniambia hapa. Hata sielewi, mwenyewe nimesurpriseka tu. Sio inakuaje mume wangu. Usijali. Jamaa akasemaje? Wala sio na wasiwasi. Baby naomba unisaidie basi apate hata kahifadhi tu. Unajua usijali. Hapa ni nyumbani na hapa kuna vyumba vingi sana. Kwa mwambie aje tu. Wewe mwambie kaka yako kwamba huyo binamu yenu aje tu, hakuna shida. Mimi sina ugaigai, nimenyoka. Basi sawa. Jamaa amemfuata hapa baby. Unajua nini? Mbona mimi sikuelewi? Wewe tulia.
nimeshauseti mchongo. Yaani nimeshaseti kila kitu. Ni kwamba unaingia kwenye kasri hili. Kumbe jamaa naye ana kadem kake. Sio poa. Na anakambia kamanzi kake kwamba inatakiwa kachukue nguo uje mjengoni. Maana nimeshaongea na mafala hawa. Sio muda inatakiwa mjengo wetu. Wakasipa zao wao. Wakasanga baadaye wanaingia hapa. Jamani mgeni amekuja jamani, shemu habari yako? Ndio huyu hapa binamu yenu ambao ulikuwa sema. Ndio huyu binamu habari. Binamu ni kwamba huyu hapa ndo shemeji yetu. Binamu yenu. Mume wangu vipi? Jamaa alikuwa anaangalia makalio pale. Basi mgeni akaenda kuonyesha chumba chake. Lakini vipi? Unasielewa ulikuwa unaangalia nini? Tangu anaingia hapo unamwangalia tu nyuma. Ulikuwa unaangalia nini? Kwamba mke wako mimi sina. Mimi nilikuwa naangalia nini? Afu hata sikuwa naangalia. Hamna, ulikuwa unaangalia kwamba mimi sina. Kwamba sina. Tazama. Kwamba mimi ni ndogo sana. Lipo lakini kidogo. Kwamba kidogo. Lipo ila kubwa kubwa. Ni hapo sawa. Mke wangu nisikilize. Basi jamaa kabidi aanze kumueleza pale, samani mke wangu. Unajua mimi nakupenda wewe. Acha kwanza mawazo mengine hayo. Mimi nakupenda tena sana. Na nina mpango wa kukujengea nyumba. Si ndicho ulikuwa unahitaji? Nikujengee nyumba. Atimiliki jina lako kabisa. Kweli baby. Usijali. Acha na mambo yasiyo ya makalio. Mimi siwezi kuangalia makalio mtu mwingine. Siku nyingine hii hapa. Nimeboeka, acha tu. Nini shida? Si huyu fala huyu anasema kwamba eti si ananipenda mimi, huyo shemeji yako huyo. Mimi nimeshindwa kuelewa kabisa. Eti ananipenda. Nimeshindwa kuelewa shida nini? Sio ana shida gani? Ni kwamba kumbe jamaa alikuwa anamwambia unajua nini? Mimi nakupenda, Alafu unajua nini? Nitakujengea hata nyumba, nitakupa gari. Kwa ufikiria hilo swala, sawa? Na kisha akafanyaje? Akaondoka. Kondo hicho wazo zuri kabisa. Tena ni vyema kwa sababu si mpango wetu ni kupata hela hata kama, lakini mimi ujue mimi nakukubali sana. Dakika hizo mara huyu hapa fumanizi hili hapa. Vipi baby? Kitu gani kinaendelea? Unajua baby, unajua ikabidi huyu aondoke tu. Nini ambacho kulikuwa kinaendelea hapa? Unajua umefikiria vibaya. Huyu ni dada yangu huyu. Labda umefikiria vibaya. Vibaya wapi? Alafu unajua nini? Baby, unajua umeniuza lakini baby leo hayupo yule bwege hayupo, kwa nini tukafanye vitu? Ikabidi waingie mpaka ndani hapa. Tufaidi vitu. Wewe kwenda nje, ikabidi atoke. Hakuna shida. Ametoka nje, anawaza hapa. Wanachukuliaje hawa? Yaani baby wangu kabisa, kwamba nimeshapolwa baby hapa. Hakuna shida. Dakika hizo mwenye nyumba huyo hapa. Vipi mbona mkia kinyonge hapa? Unajua kuhusu ile swala uliniambia mimi nimeshakubali. Nilikuwa nimekubalia kweli. Nimekubalia. Upo serious? Ni vipi kuna mtu yote? Hamna mtu yote. Basi tukafanye vitu. Si unaingia ndani. Jamaa anashangaa, mke wake amekumbatiwa. Vitu gani vinaendelea hapa? Mpaka nje walitimliwa. Jamaa anakuja kusikiza hapa kelele. Bwanangu. Mke wake anang'ang'ania bwana. Bwanangu. Yule ambaye alikuwa anajua kwamba ni binamu, na yeye mwenyewe anang'ang'ania bwanangu. Nyie mbona siwaelewi nyie? Kwamba wewe vipi? Mwizi wa bwana wewe, afu wewe ndio umekuja kuleta vizaazaa huko ndani. Wewe mbona sielewi? Mume wangu of course wewe subiri. Nani mume wako? Wewe kumbe sio kaka sio? Kuna kitu ambacho kilimuingia huyu mwanadada. Nini shida? Dakika ngapi tunamwona ameshaweuka hapa. Ameshachanganyikiwa. Sio nini anaongea matakataka tu. Baba Nago alichokifanya ni kuwatimua wawili hawa. Sasa mwanadada anasemaje? Wewe una kitu chochote kile. Na kama pale umeshaondoka ndio ulikuwa unategemea. Sasa mimi nitaishi nawe kweli? Hata kama nilikuwa nakupenda. Lakini hapana. Mapenzi ni pesa. Mimi naondoka na kuacha wewe baki kama ulivyo hivi. Nenda kule. Alirudi kuja kuomba msamaha hapa. Nisamee tafadhali. Nimetambua mimi nakupenda kweli. Tafadhali naomba niishi na wewe. Anamwomba msamaha Bake Nago kwamba nakupenda sana, wewe ndio nikupendaye, ni kwamba yule mwingine ni kwamba tumeachana. Okay, hakuna shida. Basi baada ya siku ngapi ni furaha tu. Shosti yangu. Siwezi kubaki na niwe na mtu mwenye ana hela. Pesa ndio kila kitu. Kwa nimekaa tu na huyu ingawa simpendi. Ila kwa sababu ya pesa hakuna shida. Dakika ngapi huyu hapa? Jamaa ametoka mahakamani, amechoka vibaya mno. Mali zake zote zimetaifishwa. Nguvu ya pesa imetumika. Kwa kila kitu chake kipo chini ya mtu ambaye hajulikani. Pesa zake zote za kwenye akaunti zimehamishwa. Na nyumba yenyewe hii sio ya kwake eti. Hapo alipo hana hata 100. Nimepewa muda mchache sana wa kukaa hapa. La sivyo nitakuja kutolewa eti. Lakini baby unajua ndo mwanzo wetu, ndiko tuanze maisha. Pamoja upange nini? Unataka kufanya nini? Hatuwezi kuishi pamoja tena. Mimi naondoka, siwezi. Alirudi kwa mpenzi wake kuomba msamaha. Unajua baby mimi nimemwacha yule ingawa na pesa nimekufuata wewe. Hapana. Ulinikataa umenikataa. Na mimi sina muda na wewe tena. Ila kaka mdada eti kanasema kwamba nimemwacha yule ingawa na pesa wakati kanajua kabisa mfilisika. Eti baby tazama, nimekufuata wewe kwa sababu nakupenda. Basi baada ya wiki moja,
Mwamba anashangaa, nachoona ni kweli au vipi? Au nimefananisha? We, mbona kama unanizuga? We, tunaomba geuka. Kugeuka anaki nashangaa tu pale. Wewe si tajiri wewe. Nini kimekuta? Mbona umekuwa kama chokola? Umekuwa kama cheese hivi. Nini ambacho umekuta? Acha tu. Acha nini? Mambo ya duniani tu. Mtoto wangu amekufanyaje? Mtoto wangu ndo amenifanyia yote haya. Ilikuwa hivi, jamaa anapiga na magoti, nisamee jamani, tajiri, samani, usiniondoke nyumba yangu. Ndipo alipotoka mtoto wake, akamtazama, baba aliogopa sana. Kumbe mwanangu unashangaa sio? Usiogope. Sasa hivi ana ulinzi nini? Alisemaje? Mimi ndo sababu ya huyo kuwa chizi huyo. Kumbe ni wewe, kumbe ndo chanzo. Na nilifanya hivyo kwa sababu yeye alimuua mamangu. Sasa kabla wewe hujafuata, inabidi uondoke haraka. Mimi unaniambia hivyo? Ondoka na chizi wako, haraka sana. Nadhani umenielewa. Unashangaa sio? Zitoeni nje hizi takataka. Mwanangu kwani unanifanyia hivyo? Oya, nendeni nje. Wakawatimua pale, walinzi wapo serious na mijigeje hapo. Basi ikabidi waingie gitaani yeye pamoja na chizi wake. Gitaa zuri kabisa hili. Sio gitaa hili takataka, gitaa. Huku pando pili, mtoto wake anaenjoy tu. Nyumba yangu hii. Maisha mapya. Sasa nasemaje? Endeza ulinzi, asiingie kuku yoyote ule. Sawa bosi. Mali zangu baada ya kuchukuliwa Matrida akanikimbia. Kweli? Ndo hivyo. Akasema sina hela. Kwa mbali kukimbia. Alisema sina hela, hawezi kuishi na mimi, hawezi kuishi na mwanaume mwenye ana hela. Kwa kama akimbie. Ndo hivyo. Siku ya kwanza tunamueleza kwamba nina shida, akakimbia. Basi ni kwamba maisha ambayo anaishi Dingi ndo haya hapa. Maisha ambayo anaishi na chizi wake ndo haya. Chizi ni kucheka tu. Mwamba anatafakari. Yaani ujue huo ndo tatizo huyo alafu. Nimependeza eti baby. Leo chochote kile. Kwa Mwamba akamfuata hapo huyu mwanadada ambaye anaitwa Matrida. Alisemaje? Kumbe ulinifuata kwa sababu ulijua mimi ninaweza kukupa hifadhi, si ndio? Nasemaje? Ondoka. Kwa jamaa alichokifanya ni kumtimua. Kumbe una tamaa wewe. Akamtimua, unajua unipendi. Basi baadaye anasemaje? Unajua nini? Nipata mbinu gani? Kuna mbinu ninayo. Ipi? Mbona sikuelewi? Zungumza. Nitaka kale katoto kauawe. Ukisema kuhusu kumuua mwanangu, usizungumze kuhusu kumuua mwanangu. Wewe, mtoto wako yule sio mwanao, yule amekukataa. Ndikino mkatae. Mtu akukataa nawe mkatae. Yaani 50-50. Unaanza kuwaza nini? Yule mkatavu ana pesa. Ana pesa chafu sana yule. Alafu unajua kwa sasa ana pesa. Alafu unacheka tu unaishi mtaani kwa shida. Sasa wewe unasema hivyo, haya unanishauri nini? Ndio nimuue mwanangu kweli siwezi. Sasa kumuua mwanangu. Labda zungumza kitu kingine ila sio kumuua. Okay. Vipi kama kumteka? Labda tukimteka afu tuchukue mali. Yaani afu utanipa na mimi nitakuwa na asilimia zangu pale kwenye mali, kwenye hizo mali. Na wewe utanipa share. Tumteke kama vipi? Kwa sababu ana kibunda. Mimi na watu hodari ambao wanaweza kumteka. Afu tukarudisha mali. Au unasemaje? Mzee baba alikumbuka alivyoenda. Kilichomkuta ni kwamba nyumba imekuwa ya moto sana. Na shida na mwanangu. Lakini mwana akasemaje? Wewe nani mwanao? Wewe si mwanangu wewe. Alafu kwa nini unanifanyia hivyo? Yaani ujue mimi na hapa unavyofanya hivyo, Mungu anakulani. Mungu ananilani. Hebu nitazame vizuri. Nakupa onyo. Hii ndio siku ya mwisho kuingia katika hii nyumba. Oe, ondoka. Vipi mbona unifukuza? Ukiingia tena hapa ni risasi. Kwa Mwamba akasemaje? Kama umekutishia kupiga risasi, wewe ni mtoto huyu. Sasa mimi nasemaje? Nitakuwa tufanye kama cheni nimekwambia. Yaani kama umeenda amekutishia kifo. Basi fanya namna. Kweli bwana, watekaji walitumwa. Chini. Lakini mtekaji ni kwamba alipigwa kimbola. Mwingine kabidi asalende pale kwamba nimekubali. Turuhusu tuondoke jamani. Wapo njiani. Kwa mwanangu vipi? Mbona degedege? Mwamba ongei tena, ameshakuwa chizi. Amepigwa kimbola kikali. Wanakuja mpaka upande wa pili huku. Mwamba ni degedege tu. Wewe kulikoni? Nimekuta na nini? Mbona anatetemeka huyu? Oya, yule mtoto sio yule. Alafu yule si ni jini. Kuna nini? Yule ana uchawi, amempiga kimbola. Kama ndio kimemkuta hiki. Jamani, ikabidi amtoe tu rafiki yake ampeleke kwao. Twende nyumbani. Jamani anashangaa. Vipi tena? Oya, kile kitu chako kile kichawi kile kimpiga kimbola. Ndio kimpiga kimbola huyo. Si tunafanyaje hapa? Mbona mambo magumu sana? Basi kulifuata, oya. Huyu ndo mganga sasa huyu. Mbona anakaa yupo serious kweli, anaweza kufanya jambo huyu? Anaweza kufanya mambo? Oya, umwambie kweli huyu. Mwambie ukweli. Namwambia lakini naona asikii. Wasikiliza. Huyu ndo mganga official kabisa. Huyu anaweza kufufua hadi mtu huyu. Yaani huyu mganga kama ukisikia manyaunyau, huyu anatoka katika milima ya Udizungwa huko. Huyu ni hatari huyu. Wewe subiri kaone tu kazi yake. Basi kwa nikashuhudie. Wakaja huku. Pigwa kimbola. Walinzi wote wakagandishwa. Safi sana. Anakuja na bado bwege mmoja. Fanya kazi yako na kubali. Bado haka hapa kanakuja. Kuna nini mbona kelele? Fanya hivi. Bado haka ndo kanasumbua sasa. Wewe, mbona siwaelewi? Kwamba mmekuja kunijaribu? Mtakufa wote.
Uone mlinzi wako huyu na huyu. Mganga manyaunyau, fanya kazi yako. Hakuna shida. Mganga kujaribu kilimlamba. Kanajaribu kumbe katoto kanajua. Subiri kwanza. Sasa fanya hivi. Unajua nini haka nikamwona angu usikaue. Kapige pigo la kuazimisha tu. Hakuna shida. Akabaka takachapa kata. Mbona maumivu jamaa alirudishwa huko. Eyo. Vipi tena mmaliza kazi? Kazi tumaliza uone kazi imeshajimaliza hapa. Vipi tena? Vipi nini? Uone kwamba kazini kuna kazi? Kazi imeshaisha hapo. Unaletea Bob Marley mimi hapa. Alafu unaonekana kuna bangi huko. Mpeleke huko. Katoto kana mshindaji naye mganga gani huyo? Alafu umezao kamtikako. Wewe. Sasa ikimtiki mikosi tu utaikuta hapo. Siku nyingine hapa. Dogo amuita mwanadada kwa sababu yeye ndo alimsaidia. Kuliko mbona kama una hofu? Hapana, hofu nao kweli kwanza. Babangu eti nimtoe kafara mimi. Kwamba ndo jambo la kusikitika kiasi hicho na yani kuniita kwa pressure hivyo. Huo ni utaratibu. Kwamba hujui. Hautambui, lakini ukuniambia kwamba kuna mkumtoa babangu. Wewe unahitaji kuwa huru. Hata hivyo babako mwenyewe ndo amekuzingua. Kwani usimtoe? Au ndo anakosesha amani. Kama mama wako wa kambo tayari umeshampiga uchizi ule. Kwani bako naye asiende? Lakini hapana siwezi. Kwanza nenda tu, ondoka. Ikabidi aondoke. Dogo anawaza tu hapo. Ameshaambiwa na mkuu wake kwamba anatakiwa afanyeje? Amtoe babake kafara. Yaani mwili joto. Alimwambia kabisa kwamba mimi siwezi kumtoa babangu. Lakini alikaziwa kwamba nitakuwa mtoe. Mimi siwezi. Yaani bora nijitoe kwenye chama tu hiki. Kama ndio hivyo, hapana. Basi wewe ndo utakuwa sadaka. Dogo alikataa sana. Upande wa pili huku babake usingizi umekosekana. Anawaza, inakuwaje hapa? Mwanangu yupo kwenye utawala mbaya. Anajua mwanae alikuwa anapambania furaha yake tu. Anapambania uhuru wake. Na yote yaliyofanyika ni kwa sababu ya nani? Au mwanamke. Yeye ndio sababu hata mwanae aweze kuondoka awe na hasira mpaka kutokea amejiunga kwa chama ambacho ni kibaya. Anasemaje? Nitaka nimpambanie mwanangu. Nitaka nimuondoe kwenye hiyo laana. Najua ananipenda. Mara ghafla mwanadada huyu alinyanyuka na kisha akakata moto hapo hapo. Aliwaza sana. Ila alikuwa nipendi huyu mwanamke huyu, lakini nifanyeje? Nitaka nimwokoe mwanangu. Siku iliyofuata hapa, uweze amini, amekuja mkuu wa majeshi. Walinzi waliuawa. Jamani nisamee. Nimekuja kuchukua nafsi yako. Si umekataa kumtoa babako kafara? Kuna sauti ilimzuia pale. Wewe kama nani unizuie? Alafu wewe ndo sadaka. Kwanza nianze na wewe hapa. Uwezi. Maisha yako yapo kwenye kichungu hiki. Ni kwamba baba alienda kukutana na mganga mwenye nguvu zaidi ya nani? Ya wewe mwanadada huyo. Alisemaje? Yaani hapa ndo mwisho wako. Tambua kwamba umekwisha. Ndo siku ya mwisho kabisa katika maisha yako. Yaani unatoweka kabisa, alibisha. Wezi. Chungu kilivunjwa pale. Baada ya chungu kuvunjwa alipotea, haturudi tena. Jamani baba, siku zote mtoto anahitaji upendo. Lakini mtoto huyu upendo aliukosa kabisa. Na ni baada tu ya baba kuoa mke mwingine. Baada ya baba kuweza kumuoa mke mdogo hapa, mke mdogo akamuoa nani? Mke mkubwa, yani mama yake na udogo. Kwa baada ya hapo mambo yakawa magumu sana. Dogo akaishi maisha magumu sana. Baba alikuwa amejichanganya tu. Hata mke mwenyewe mdogo huyo alikuwa mpendi. Sio poa. Lakini furaha itaendelea, amani itarejea katika familia hii. Mimi ni DJ Dragon, the voice of fire.